nanyi asubuhi nilijitambulisha kwa mimi naitwa Fidelis Athmani na nilijitambulisha kuwa mimi ndiye mwenyekiti wa kamati. Hivyo ninao wajibu wa kutoa miongozo kadhaa kabla ya wahusika kuja kushirikia jambo lililoko mbele yetu. La kwanza, jana nilisema na ninakumbusha, leo saa 12 jioni hii ndo mwisho wa kampeni. Jana nilisema na ninakumbusha, leo saa 12 jioni hii ndo mwisho wa kampeni. Baada ya saa 12 atakayeonekana anafanya kampeni tusilaumiane, kwa sababu ni tangazo lililotolewa tangu mwaka jana hadi leo. La pili, kesho tutafanya uchaguzi wa kuwapata viongozi wetu wa NEC, viongozi wa chama cha TANA kitaifa. Utamaduni ambao umekuwa ukitumika katika kupata viongozi hao umekuwa ni ule wa halmashauri kuu ya chama kupiga kura na kuwachagua viongozi hao kwa mujibu wa katiba. Lakini wauguzi wa kawaida ambao sio viongozi wamekuwa hawana nafasi ya kuonyesha nia zao katika kujenga mazingira ya kuona nani anafaa kutuongoza nchi nzima. Kwa mujibu wa katiba, hawa viongozi hawaendi kuongoza kanseri peke yake, bali watakuwa ni viongozi wa wauguzi wote nchini. Ndio maana ikitokea tatizo mahali popote Tanzania, wanaenda kushughulikia ili muuguzi husika aweze kunusurika. Kwa mazingira hayo, kamati kwa kutumia ibara ya pili, ibara ndogo ya kifungu cha pili, ibara ya pili, ibara ndogo ya 5, tumeona tuwashirikishe wauguzi ambao sio viongozi katika kutoa maoni, mawazo, kuuliza maswali, ili tupate viongozi ambao sisi wote tulishiriki kuonyesha njia ya nani anafaa kupeperusha bendera na kuwa mwakilishi wetu katika ngazi za juu. Msimamizi wa mdahalo atakuja, atatoa taratibu, lakini kabla yake katibu ataeleza. Lakini pia kwa sababu ya mazingira ya kijiografia, natamani wauguzi kila mmoja apewe nafasi kwa idadi ya maswali yaliyopangwa kwa kila mgombea. Lakini wenzetu waliokuwa kule juu sijui kama tutaona vizuri. Nilitamani kama ingewezekana tukaja huko chini ili tuwaone. Ila kama huna nia kuuliza swali unaweza kubaki huko juu, kwa sababu jiografia ya ukumbi kidogo inatubana. Hivyo kwa mazingira ya hii nafasi adhimu na adimu, tuna wajibu kuitumia vizuri ili tuonyeshe viongozi watakaopiga kura kesho kwamba tulitamani fulani ndiye awe. Viongozi wetu wa matawi wana nafasi kesho ya kupiga kura na kuuliza maswali. Nafasi ya kesho sisi hatuna. Ndio maana leo tumeona nafasi hii tuwape wauguzi ambao sio viongozi. Kwa mazingira hayo, mtu yeyote ambaye anajijua ana cheo ndani ya TANA ya sasa, hii nafasi ya leo sio yake. Mtu yeyote anayejijua ana cheo ndani ya TANA, hii nafasi ya leo sio yake. Kwa hiyo wauguzi wa kawaida ambao sio viongozi, naomba tutumie nafasi hii, na naomba kwa maelezo haya mafupi nimkaribishe katibu wa kamati atoe mwongozo wa mdahalo. Katibu, karibu. Wauguzi. Asante mwenyekiti wa kamati. Mimi kazi yangu ni ndogo tu, na kazi yangu kubwa au ndogo hii niliyopewa na mwenyekiti, ndatoa maelekezo ya utangulizi kabla ya mdahalo huu wa leo tarehe 10 mwezi wa 5 2025. Ndugu wauguzi, leo ni siku ya 217 tangu tuanze mchakato wa uchaguzi huu wa chama. Kwa kuzingatia kuwa viongozi watakaochaguliwa watakuwa ni viongozi wa wauguzi wote nchini na si viongozi wa halmashauri kuu ya chama pekee,
Na kwa kuzingatia matakwa ya katiba yetu ya mwaka 2012 iliyotumika kuandaa uchaguzi huu, kifungu cha pili, ibara ya pili, ibara ndogo ya 5 A, B, kifungu cha pili, ibara ya pili, ibara ndogo ya 6 C, kifungu cha pili, ibara ya pili, ibara ndogo ya 8 vinaelezea viongozi watakaochaguliwa kushughulikia taaluma na masuala yote yanayohusiana na wauguzi wote. Leo ni fahari ya kamati kuwawezesha wauguzi wote ambao sio viongozi kushiriki kupitia mdahalo huu katika mchakato wa kuwapata viongozi wakuu wa chama. Kwa maana hiyo viongozi wa matawi watapata nafasi ya kuuliza maswali hapo kesho. Ni matumaini ya kamati kuwa mtatumia nafasi hii vizuri ili kuwasaidia viongozi wenu kitaswira juu ya viongozi gani mnaopenda wapate ridhaa ya kuongoza chama. Mwisho, kamati inawaomba wauguzi wote, wagombea wote na wasaidizi wao kwa pamoja tuendelee kuheshimu sheria za nchi, taratibu za uchaguzi na tudumishe amani ndani ya mchakato na ndani ya mkoa wa Iringa ili kulinda heshima ya wauguzi. Baada ya maelezo haya, napenda kuwakaribisha wauguzi wote kushiriki mdahalo huu. Namkaribisha mjumbe wa kamati hii ya uchaguzi Profesa Tumbwene ili aweze kuongoza mdahalo huu. Atatoa maelezo pamoja na masharti ya mdahalo wetu huu namna gani uendeshwe. Ni mimi Awadhi Juma, katibu wa kamati ya uchaguzi. Karibuni sana. Karibu. Wauguzi. Mimi kazi yangu itakuwa kumoderate mdahalo wa leo. Kama mwenyekiti alivyonitambulisha, mimi naitwa Profesa Tumbwene Mwansisya. Nataka tu kusema kwamba kazi yangu nilianzia Milembe. Nikafanya kazi Milembe miaka kama 2, alafu nikaondoka nikafanya kazi UDOM. Sasa hivi niko nafanya kazi Chuo Kikuu cha Aga Khan, Dar es Salaam. Kama nilivyosema kwamba kazi yangu kwenye sehemu hii ni kumoderate mdahalo. Na kwa kuanza ninataka niwakaribishe wale ambao tunawasubiri zaidi, ndio ambao wametukalisha sasa. Nitafanya utambulisho mfupi, najua wao watajitambulisha zaidi. Kisha nitamuita kila mmoja, atapanda juu, ataenda kukaa pale pembeni. Baada ya kukaa hapa ndipo ambapo nitatoa masharti ya mdahalo. Tunao wagombea watatu ambao ndio wanawania kiti cha urais wa Tana. Na niwakumbushe tu, mdahalo wa leo ni kwa ajili ya wagombea wa nafasi ya urais wa Tana. Nikienda moja kwa moja, mgombea wetu mmojawapo ni ndugu Wilson Fungameza, ambaye ni muuguzi kutoka Hospitali ya Taifa Mloganzila. Elimu yake ana bachelor ya uuguzi, kwa maana shahada ya uuguzi kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Yohana, maana chuo cha St. John's. Fungameza pia amekuwa mwenyekiti wa Tana Hospitali ya Taifa Muhimbili tawi la Mloganzila tangia 2020 hadi 2025. Na Fungameza pia yuko anafanya kazi katika hiyo hospitali ya Mloganzila. Mengine nitawaacha wao wajieleze wenyewe. Baada ya kusema hayo, naomba Fungameza pande juu, kachukue kiti chako pale.
Mgombea wetu mwingine yeye anaitwa Stephen Brown. Yeye pia ni afisa muuguzi daraja la kwanza na pia ni katibu mkuu msaidizi wa chama cha TANA na ni mkufunzi wa chuo Kibaha, na ana uzoefu unaozidi miaka 13 katika kutoa huduma ya kiuguzi. Baada ya kusema haya, pia nimkaribishe sasa Stephen Brown apande mbele na achukue siti yake. Asante. Mgombea wetu wa tatu anaitwa Dr. Ezekiel Mbao. Dr. Ezekiel Mbao yeye ana diploma ya clinical medicine, pia ana bachelor au shahada ya uuguzi kutoka Chuo Kikuu cha Muhimbili, na pia ana masters ya mental health kutoka Muhimbili. Ana PhD kutoka chuo cha Open University, lakini pia ana postgraduate diploma in monitoring and evaluation kutoka University of Dar es Salaam. Mbao ni mhadhiri Kairuki University na pia ni mkuu wa shule ya uuguzi katika chuo kikuu cha Kairuki. Ana uzoefu usiopungua miaka 20 katika uuguzi. Sasa nichukue nafasi hii pia kumkaribisha Ezekiel Mbao, PhD. Ndugu zangu wauguzi, nimetaja majina kama vile nilivyoongozwa na Roho Mtakatifu kwamba nani aanze na nafuate. Sasa katika zoezi linalofuata la nani atakuwa wa kwanza kutoa speech yake, nimeogopa kufanya utaratibu kama niliofanya mwanzo. Kwa maana hiyo nitatumia uchaguzi wa nani aanze kwa kutumia njia ya kisayansi ambayo hata mimi sijui nani atakayeanza. Itakuwa ya wazi. Kila mtu atachukua karatasi yake na atawatangazia kwamba yeye atakuwa nafasi ya ngapi. Nina karatasi 3 zimeandikwa namba 1, namba 2 na namba 3. Kwa maana hiyo ninaweka karatasi zangu hapa peupe. Kila mtu atachukua karatasi yake na atawatangazia. Mimi nitampa mic. Karibu. Moja. Unachukua karatasi? Achukua karatasi. Fungua. Anatakiwa afungue na watangazie nafasi yake ni namba ngapi. Wauguzi, namba niliyookota ni namba 1. Okay, kachukue nafasi yako. Karibu ndugu yangu. Chukua karatasi kisha utangaze. Wauguzi, namba niliyookota ni namba 2. Okay. Naam. Wauguzi, naamini mnaiamini kamati kama ambavyo naiamini pia. Namba niliyopata haina haja ya kuitazama, ni namba 3. Nitafunga mjadala. Asante sana. Okay, asante sana. Hivyo tunajua vile ambavyo tutawaita wagombea kuanza kunadi sera zao. Tunajua nani atakayeanza na wao wanajijua. Sasa niwakumbushe tu kwamba mdahalo huu, lengo kubwa kwa nini tunafanya mdahalo
Swala la kwanza ni kwa sababu tunataka kutoa fursa ya wagombea kueleza maono yao juu ya kuongoza chama cha TANA. Lengo la pili, sisi kama memba au kama wauguzi tunatakiwa kupima kiwango chao cha uelewa, uwezo wao wa uongozi, lakini pili, misingi yao ya maadili. Na pia sisi kama kamati tunataka kukuza uwazi, demokrasia, ushirikishwaji na uwajibikaji kupitia majadiliano ya wazi. Hivyo ndugu zangu wauguzi, tunawaleta kwenu hawa wagombea ili muweze kuwapima. Kingine nizungumzie masharti ya mdahalo huu. Kila mgombea atatakiwa kuheshimu muda uliopangwa. Kila mgombea, nasisitiza hili, kila mgombea atatakiwa kuheshimu muda uliopangwa. Pili, lugha ya matusi, kejeli au lugha ya kudhalilisha hairuhusiwi kwenye mjadala huu. Wagombea hawaruhusiwi kuingilia majibu au muda wa mgombea mwingine. Wasimamizi wa mdahalo huu au mimi kama msimamizi tutakuwa na mamlaka ya kutoa onyo au kumzuia mgombea au muuliza swali endapo amekiuka masharti haya. Nataka kuweka wazi, ukiuliza swali ambalo ni personal, tunategemea maswali yaulizwe juu ya maono, juu ya vipaumbele vyake, juu ya mpango wake wa kazi, juu ya maadili. Hatutaruhusu kuuliza personal life. Na nasisitiza hilo kwamba ukiuliza swali kama hilo nitaambia kaa chini, huna swali. Utanisamehe kwa hilo. Baada ya kila mgombea kutoa hotuba yake, watakuwa tena na nafasi ya pili. Pia nitapitisha karatasi. Nafasi ya mwisho watakuwa na dakika 2 kila mgombea kutoa summary, kutoa nini ambacho maono yake kwa dakika 2, na kisha ataomba kula. Ndugu waheshimiwa wauguzi, mmenielewa? Asante sana. Sasa ile zamu imefika, nami naenda kukaa. Hivyo namuita mgombea namba 1 aje kutoa sera zake na atueleze kwa nini anataka kuwa rais wa TANA. Karibu. Nataka pengine ni kitu ambacho nataka kusahau. Muda utakuwa wa dakika 20. Atafanya presentation kwa dakika 20. Na kisha baada ya dakika 20 ataulizwa maswali 4. Kila mgombea maswali 4. Na tunategemea maswali 4 hayo yatachukua dakika 10, kwa maana ya kwamba kila mgombea ana nusu saa. Kutoa hotuba dakika 20, dakika 10 maswali. Konsani yenu jamani, naomba nisikie. Okay. Na mnasema muda mrefu sana. Na nimesikia kilio chenu. Tutapunguza muda. Wagombea wetu wako flexible sana na sisi tutakuwa flexible. Tutafanya dakika 10, watanadi sera. Wauguzi Kamwene. Na ndugu wauguzi wenzangu, kama nilivyotambulishwa, jina langu ni Dr. Ezekiel Henry Mbao. Sasa hapa naomba nifanye clarification kidogo. Kwa nini naitwa Dr. Ezekiel Henry Mbao? Kumekuwa na confusion na nimekuwa nikipata maswali mengi. Kumbuka hata leo mtu mmoja alikuwa anatambulishwa
anaambia huyu ni Dr. Mbao. Akasema Dr. Mbao anakuaje tena muuguzi? Kwa mimi ni daktari kwa maana kwamba nina shahada ya falsafa ya PhD. So niko hapa kutoa rai yangu kwamba kwa nini ninatamani kushika nafasi ya rais chama cha wauguzi Tanzania. Kwanza ningesema historia yangu fupi. Nilianza masomo yangu ya kitaaluma mwaka 1997 ambapo nilichukua diploma ama stashahada ya udaktari ama inaitwa diploma in clinical medicine, na baadaye kujiunga na masomo ya Bachelor of Science in Nursing katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam campus ya Muhimbili mwaka 2000 hadi mwaka 2004. Na mwaka 2004 baada ya kuhitimu moja kwa moja nilijiunga na mafunzo ya utarajari katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niwaambie kwamba Muhimbili nilikaa pale kwa mwaka mmoja, nikatembea block zote za pale mnazozifahamu, Mwaisela, Kibasila na nyingine. Lakini baada ya hapo niliajiriwa katika halmashauri ya manispaa ya Kinondoni mwaka 2006 na nikawa afisa muuguzi, ambapo nilipelekwa moja kwa moja katika medical ward, female medical ward. Nilihudumu kwa muda fulani, miezi 6, na baadaye nikateuliwa kuwa in charge wa ward hiyo na niliendesha vizuri kabisa. Mwaka 2007 nilifanikiwa kujiunga na masomo ya shahada ya uzamili katika Chuo Kikuu cha Muhimbili na nikafanikiwa kuhitimu mwaka 2009. Baada ya hapo nikarudi kazini kwa maana halmashauri ya manispaa ya Kinondoni na nikawa posted tena Mwananyamala, lakini baada ya miezi 3 nikaitwa kwenda kumsaidia mganga mkuu wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni kwa nafasi ya mratibu wa huduma za afya ya akili kwa manispaa ya Kinondoni. Kwa hiyo nikapata nafasi ya kufanya kazi na CHMT nikiwa kama co-opted member wa CHMT ya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Kazi kubwa ambayo tulikuwa naifanya pale ilikuwa ni kuhakikisha kwamba shughuli zote za afya ya akili kwa manispaa ya Kinondoni zinaenda kwa mujibu wa utaratibu ambao ulikuwa umepangwa. Lakini sambamba na hiyo kazi kubwa ambayo tulikuwa naifanya ni kusimamia vituo vyote vya afya kuanzia level ya dispensary, health center pamoja na hospitali ambazo ziko halmashauri ya manispaa ya Kinondoni kwa kufanya kitu kinaitwa supportive supervision. Na basically supportive supervision ni kuhakikisha kwamba vituo vyote na vyenyewe vinaendeshwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na miongozo iliyopo. Kwa kufanya hivyo ili nijenga na kujua nini kinahitajika katika clinical sites. Na nina experience ya kutosha kwa kufanya hivyo. Nilifanya kwa muda wa miaka 3. Baadaye nilichukua secondment na kwenda kufundisha katika Chuo Kikuu cha IMTU pale pale Dar es Salaam, na at the same time nikawa na pursue masomo yangu ya PhD ambayo nilifanikiwa kumaliza mwaka 2019. Na baada ya kumaliza 2019 nilihama kutoka IMTU na nikajiunga na Chuo Kikuu cha Kairuki. Sasa Chuo Kikuu cha Kairuki na kwenyewe nilichukuliwa kama mhadhiri wa kawaida, lakini baada ya miezi 6 na penyewe ilitokea nafasi na nikapewa kuwa mkuu wa shule ya uuguzi katika Chuo Kikuu cha Kairuki. Sasa ndugu zangu, kwa nini mimi ninataka kuwa rais wa chama cha wauguzi Tanzania? Moja ni kwamba ninatamani kuiona taaluma ya uuguzi ikiwa ni moja ya taaluma yenye nguvu. Lakini vile vile ni kuonyesha mchango wake katika sekta ya afya na watu waweze kuufili mchango wa taaluma yetu ya uuguzi. Jana wakati mgeni rasmi anafungua mafunzo hapa,
alirudia several times, na hata nyimbo zilikuwa zinaimbwa kuonyesha kwamba uuguzi ni muhimili wa sekta ya afya. Sasa ni lengo langu kwamba tuweze kuwa felt kwamba kweli tunabeba ule muhimili wa sekta ya afya. Sasa nimesema nimefanya kazi kwa zaidi ya miongo miwili katika taaluma hii ya uuguzi, na nimejifunza vitu vingi. Nimeongelea issue ya internship katika Muhimbili, ambapo nijifunza mambo ambayo yako related moja kwa moja na clinical. Lakini nilivyoenda kuajiriwa Mwananyamala, nikajifunza uongozi kwa level ya kuwa in charge wa ward, na by that time kulikuwa na watu zaidi ya 20 ambao wako chini yangu nikiwaongoza, ni wauguzi. Lakini nilipokuwa mratibu wa huduma za afya ya akili manispaa ya Kinondoni na kuwa co-opted member wa CHMT, vile vile nimejifunza kusimamia utendaji wa kazi pamoja na ufuatiliaji. Lakini ukumbuke wakati huo huo kwamba ninapokuwa mwalimu nafundisha, maana yake nimechangia mchango wangu wa kutoa wauguzi ambao sasa hivi na furaha kusema kwamba kila ninapoenda nakutana na product ambayo imetoka mikononi mwangu na sasa hivi inaendelea kutoa na nini. Lakini vile vile mimi nimekuwa mwenyekiti wa tawi la Kairuki kwa awamu ya pili sasa, na vile vile nimeweza kuliendeleza tawi na mpaka sasa hivi limekuwa liko imara likiendelea kutekeleza wajibu wake wa kila siku. Lakini one notable kitu ambacho tumefanya katika tawi la Kairuki ni kwamba tumefanikiwa kuanzisha outreach program kwa kushirikiana na hospitali ya Kairuki, ambayo tumekuwa tukifanya mara moja mpaka mara mbili kila mwezi kutokana na mahitaji ambayo tunayapata. Lakini kitu kimoja ambacho nakiona ni cha faida kwangu ni kwamba nimeweza kupata elimu ya tathmini pamoja na ufuatiliaji, kitu ambacho ni muhimu sana katika kukamilisha kwa mradi wowote ule unaokwenda kuanzishwa. Na ni maelekezo sasa hivi kwamba huwezi kuanzisha project yoyote bila kuwa na component ya tathmini na ufuatiliaji, kwa sababu hiyo ndio inakupa dira ya jinsi gani unaweza kufanya. Sasa ndugu wauguzi wenzangu, mimi nimekuja na vipaumbele 5 ambavyo nitajielekeza kama nitapata ridhaa ya kuwa rais wa chama cha wauguzi kwa miaka 3 inayokuja. Lakini hivi vipaumbele nimevipataje? Hivi vipaumbele nilivipata baada ya kuangalia mnyororo wa thamani wa taaluma ya uuguzi, ama value chain analysis ya nursing profession. Na hivyo vipaumbele vyangu ni kama vifuatavyo. Kipaumbele cha kwanza ni kuongeza thamani ya mafunzo na huduma. Na hapa ninaposema kuongeza thamani ya mafunzo na huduma, kimsingi namaanisha kwamba kuongeza ubora wa mafunzo na huduma. Kwa kifupi sana, nitafanyaje ili kuhakikisha kwamba tunaongeza thamani ya ubora wa mafunzo pamoja na huduma? Cha kwanza ni kuangalia mitaala ambayo tulionayo sasa hivi inakidhi mahitaji ya soko la ajira ambalo linamhitaji muuguzi kuja kufanya kazi. Na sehemu ambayo tutakayoona kwamba kuna gap, tutasuggest kwa ajili ya kurevise mtaala ili uweze kuaddress hiyo changamoto. Lakini kwa wale ambao tayari wamepita katika mtaala wenye mapungufu hayo, maana yake ni kwamba watakapotoka gaps walizonazo, na tutashauri kwamba tuanzishe short course ambayo itakwenda ku address gaps za hawa wahudumu ama wauguzi ambao tayari wako makazini. Lakini kipaumbele cha pili cha msingi ni kusimamia haki na maslahi ya wauguzi. Na hapa niseme kwamba
kwa hotuba tuliyopata jana ya ufunguzi, kwanza nipende kutoa pongezi kwa uongozi ambao unatoka madarakani kwa kazi nzuri iliyotukuka waliofanya mpaka jana tumefikia hatua ya kuweza kupata scheme of service. Lakini nini tutafanya sasa sisi ili kuendeleza kwamba kuipeleka taaluma katika hatua inayofuata? Ni kuhakikisha kwamba tunafuatilia. Tutakuja na mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba tunapeleka taaluma ya uuguzi katika hatua nyingine, kwa kuhakikisha kwamba haki pamoja na maslahi ya wauguzi yanatekelezwa. Na kuna mifano ambayo nimeweza kuisite, ila for the interest of time tumeona kwamba kuna nchi mbalimbali ambazo zimetumia hii value chain ama mnyororo wa thamani na kuweza kuimprove huduma pamoja na mafunzo, na imekuwa successive. Sasa siku zote ndugu zangu, unapoona kuna blueprint ya mafanikio, huna haja ya kuanzisha kitu kipya. Kwa hiyo you have to follow the path na matokeo utayapata au yatakuwa ya juu zaidi ya yale uliyopata. Lakini kitu kingine ambacho ni kipaumbele ni kujenga taswira njema ya taaluma yetu ya uuguzi. Na hapa tunaposema taswira njema, tunajua kwamba taaluma yetu kwa nyakati mbalimbali imekuwa ikionekana ni taaluma duni. Na sasa sisi tunachotaka ni kuhakikisha kwamba tunajenga taswira njema. Na tutajengaje taswira njema? Ni kwanza kwa kuadvocate mambo mazuri ambayo yanatokana na taaluma ya uuguzi. Lakini tumeambiwa vile vile kwamba taaluma ya uuguzi ndio muhimili wa sekta ya afya. Sasa kama ni muhimili wa sekta ya afya, naamini kwamba tuna mchango mkubwa wa kuweza kusema mambo mazuri ambayo muuguzi anayafanya na kuhakikisha kwamba taswira ya uuguzi inaheshimika. Lakini sambamba na hilo, tutafanya advocacy mbalimbali kupitia social medias kuhakikisha kwamba taaluma yetu inaeleweka na wanaelewa hasa nini mchango wa taaluma yetu. Hapa vile vile kuna mifano mizuri mingi ambayo tunaweza tukaitumia na watu wameitumia na kufanikiwa. Kipaumbele cha 4 ni kuimarisha mahusiano. Kipaumbele cha 4 ni kuimarisha mahusiano ya kitaaluma ndani na nje ya taaluma yetu. Na hapa nikimaanisha kwamba mahusiano kati ya muuguzi na muuguzi ili kufanya kazi kwa pamoja, lakini vile vile kufanya kazi kwa pamoja na sekta zingine ama taaluma zingine ambazo ni muhimu kufanya nazo kazi, kwa sababu hatuwezi tukaishi katika isolation. Tunaishi na taaluma zingine, so we have to find the best way ya kuweza kuishi pamoja na hawa wana taaluma wengine. Ya mwisho lakini sio kwa umuhimu ni kuhakikisha kwamba tutajitahidi kuhakikisha kwamba tunatafuta rasilimali wezeshi kwa wauguzi. Na hapa ndugu zangu, itaendana na kile kipengele nilichosema kwenye kuongeza thamani ya taaluma, kwa maana kwamba wakati tuna identify gaps, tunasema kwamba tuanzishe short course tana kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za kielimu ama za kihospitali, zitaungana na kutengeneza hizo short course kuhakikisha kwamba inakwenda kuaddress changamoto ambazo zinawakumba wauguzi ambao wana practice. Kwa baada ya kusema hivyo, ndugu wauguzi wenzangu, mimi ninaamini kama nitapata ridhaa ya kuwa rais wa chama cha wauguzi Tanzania, nitakwenda kuvitekeleza hivi vipaumbele 5, na nikiamini kupitia kuvitekeleza hivi vipaumbele 5, thamani ya taaluma ya uuguzi itakwenda juu, lakini thamani ya muuguzi mmoja mmoja itakwenda juu, na hata thamani ya sekta ya afya kwa ujumla wake itakwenda juu. Na hapa nilikuwa naomba nisisitize kitu kimoja ambacho nimekiona nchi mbalimbali imetumia sana
kwamba modo ya nursing ni kwenda vile vile katika jamii na kuaddress changamoto ambazo ziko katika jamii. Kwa hiyo tutatafuta uwezo wa kuanzisha miradi ambayo tunakwenda katika jamii na kuhakikisha kwamba tunakwenda kutekeleza hivi vipaumbele vitakavyofaidisha taaluma yetu, lakini vitafaidisha muuguzi mmoja mmoja. Asante sana. Muda wako umefikia. Sasa nikaribishe sasa maswali. Nikaribishe maswali. Najaribu kuangalia kwa fair. Swali moja litatoka pale. Swali la pili litoka pale, na swali la tatu pale. Swali la nne, kuna mtu juu. Nataka kuwa fair, kila sehemu kupatikana. Swali la nne pale nyuma kwa dada pale nyuma. Yule nyuma kabisa pale. Wewe mwenyewe au ulikuwa nyesho kwa niaba? Okay. Tuwapatie mic. Awadhi. Kwa majina naitwa Wafa Mdugo, natoka hospitali ya rufaa mkoa wa Iringa, na kupongeza sana kiongozi kwa kupata nafasi ya kugombea nafasi ya uraisi. Na kuuliza swali moja kwa moja, ni kitu gani utakifanya pamoja na silaha zako ambazo umezitoa na una vipaumbele vyako vitano? Ni kitu gani utafanya kuhakikisha tunarudishiwa pesa zetu kwenye matawi ambazo pesa hizo huwa zinatakiwa zitusaidie kuanzisha miradi mbalimbali kwenye matawi ya TANA? Ni kitu gani utafanya kuhakikisha pesa zetu kwenye TANA zinarudi kwa wakati? Asante. Muuliza swali mwingine. Awadhi, mpatie pale nyuma. Tulikuwa imechaguliwa pale nyuma. Mama Mzava pale. Usinyoshe mkono mpya, ni wale ambao niliwachagua tu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi nina maswali mawili kwa mgombea. Swali unaruhusiwa kuuliza moja, sio mawili. Moja. Swali moja. Naomba niulize moja ambalo litawahusu wagombea wote pia. Ila kwa mmoja huyu kwa sababu ameanza, basi aanze nalo. Swali langu ni kwamba kwa sera zote ambazo umezitoa kiongozi, ni kwa muda gani tutakupima ili kujua kwamba umetudanganya endapo ukiwa rais, na tukuchukulie hatua gani endapo tukigundua kwamba umefika mwisho wa mwaka bado hujatekeleza hizo sera? Asante, swali lako limesikika. Asante sana. Muuliza swali mwingine. Alikuwa anatokea pale. Mpatie mic pale. Jamani, tusikilize swali. Naam. Nashukuru kwa nafasi hii. Nami naomba niulize swali mgombea kwa ngazi ya juu kabisa katika chama chetu cha uuguzi. Mgombea, sisi wauguzi tunashughulika na kazi nyingi, especially kazi za usiku ambazo zinatulazimu wakati mwingine kuingia kazini saa 12 za jioni, na wakati mwingine tunatoka
zaidi ya saa 2 asubuhi siku inayofuata, ambapo kisheria, sheria ya kazi na mahusiano kazini na sheria zote Mheshimiwa, muuliza swali. Mimi naomba uende straight kwenye swali kwa sababu ya muda. Asante. Zinazuia mtumishi wa umma kukaa kazini zaidi ya masaa 8, na kwa kuwa hiyo sheria inazuia na sisi tunaendelea kuwa kazini kwa muda huo, na wewe ni mtaalamu wa mental health, nafikiri tunaathirika zaidi tukiwa kazini kwa masaa yote yale. Na hapo nyuma mtu alipokuwa akitoka night alikuwa anapata sleeping day pamoja na night off, halafu ndipo anapumzika. Je, utafanya mbinu gani au utafanya namna gani kwa uweze kuturudishia night off baada ya kuwa tumetoka sleeping day, kwa sababu masaa. Asante sana, swali lako limesikika. Asante, swali lako limesikika. Naam, kuna mkono huko pale. Tusikilize swali. Naomba nisisitize, ukiuliza swali nenda moja kwa moja kwenye swali, sio speech. Uliza swali, sio speech. Ukizungumza speech nitakatisha, kutakuwa hakuna swali. Uliza swali dada. Asante. Kwa majina naitwa Maria Rafael Suru, natokea halmashauri ya wilaya Hai. Swali langu kwa mgombea, kwa pamoja na kuwa na vipano vya muhimu, ilikuwa ni pamoja na kukuza thamani ya uuguzi. Swali langu ni kwamba utafanya nini ili kuboresha taaluma ya uuguzi, ikiwa ni pamoja na vigezo vya kujiunga kwenye vyuo vya kati pamoja na vyuo vya juu. Okay, asante. Sasa ni wakati wa mgombea kujibu maswali. Karibu. Wauguzi, ndugu zangu wauguzi, ninaomba kujibu maswali 4 kama yalivyoulizwa na wauguzi. Nianze na swali la kwanza ambalo linauliza kwamba ni kitu gani utafanya kuhakikisha pesa zetu zinarudi kwenye matawi. Ndugu zangu, kwenye hili mimi nadhani mwongozo uko very straight. Kazi ambayo nitakayoifanya mimi kama nitachaguliwa kuwa rais wa chama cha wauguzi Tanzania ni kutumia uzoefu wangu wa kuhakikisha kwamba ninafuatilia na kutathmini utekelezaji wa miongozo ambayo ipo katika chama chetu cha wauguzi. Najua inawezekana ikawa ni changamoto kurudisha kila mwezi, lakini at least tunaweza tukahakikisha kwamba kila kota lazima michango imerudi kwa mujibu wa taratibu ambazo tumejiwekea sisi wenyewe wauguzi. Kwa hiyo kwa kufanya kazi na mhazini ambaye mtakayekuwa mmenipatia, ambaye ndio majukumu yake ya kufuatilia, tutahakikisha hilo linafanyika na kutoa taarifa katika kila kota at least. Swali la pili ni kwa muda gani tutakupima na hatua gani tukuchukulie endapo utashindwa kutekeleza ahadi ambazo umeziweka. Ndugu zangu, ili swali sio swali jepesi, lakini naomba kusema kwamba time frame ambayo nakwenda kukabidhiwa kama nakwenda kuwa rais wa chama cha wauguzi ni miaka 3. Kwa kirahisi sana ningeweza kusema kwamba mtanipima kwa miaka 3.
Lakini sasa kwa sababu mimi nimesoma tathmini na ufuatiliaji, kuna fakta nyingi sana ambazo zinaingia katikati ili kuweza kumpima mtu. Kuna kitu kimoja unaangalia kwamba kuna resource kiasi gani, kwa sababu unaweza kunataka kumpima mtu lakini resources haziko available. Lakini kama resources zipo, unakwenda kuangalia kwamba kulikuwa na utaratibu gani umepangwa, activity gani zilikuweko pale zimewekwa ili kuhakikisha kwamba unatekeleza yale yote ambayo ulikuwa umeyapanga. Lakini baada ya hapo tutaangalia matokeo ya awali ambayo unatakiwa kuyapata, na ndio maana hasa ya tathmini na ufuatiliaji, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa unafanya shughuli ambazo hazikupeleki katika kuachieve kile ulichokuwa umekipanga. Kwa hiyo itakuashiria mapema na kurekebisha mipango yako ili kuhakikisha kwamba unakwenda kutekeleza yale aliyokuwa umeahidi. Kwa hiyo ndugu yangu, kwa kirahisi niseme kwamba utanipima kwa miaka 3, lakini kuna fakta nyingi ambazo zinatakiwa ziangaliwe kabla ya kuweza kumjaji mtu. Swali la 3 ilikuwa ni issue ya night. Watu wanafanya kwa muda mrefu, lakini mwongozo unasema kwamba mtu asifanye zaidi ya masaa 8. Lakini ukiangalia kama mtu anaingia saa 12 au anaingia saa 1 akatoka saa 1 au saa 2 siku inayofuata, maana yake ni zaidi ya masaa 8. Kwa hiyo kitu kimoja ambacho nilishawahi vile vile kusema siku za nyuma, kwamba kitu kimoja ambacho nitajikita kwanza ni kusimamia miongozo. Miongozo inatuambia nini? Na kama tunafanya kinyume na miongozo, maana yake tunahitaji kukaa katika meza ya majadiliano na kuangalia njia ambayo inaweza ikacompensate hizo hours ambazo zinazidi. Lakini ameongelea kwamba mimi mwenyewe nimesoma mental health na watu wanafanya kazi nyingi, mwisho wa siku wanaishia kupata burnout pamoja na stress. Na ni kweli kabisa, miongoni mwa changamoto za afya za akili ambazo zinatokea katika maeneo ya kazi ni pamoja na hizo burnout pamoja na depression. Kwa hiyo ni vema tukakaa na kuona jinsi gani ya kuweza kuaddress hizi changamoto ambazo zinawakabili wafanyakazi wa sekta ya afya. Na sekta ya afya ni pana. Kuna watu ambao wameajiriwa serikali kuu, kuna watu ambao wako TAMISEMI, lakini watu ambao ni immediate wana respond kwenye haya mambo ni wale. Sawa, naambiwa kwamba muda sio rafiki. Na swala la mwisho, utafanya nini ili kuboresha thamani ya uuguzi, ikiwemo kuangalia entry qualification ya wauguzi katika vyuo vya uuguzi Tanzania. Ndugu zangu, hili nishasema kwamba kikubwa tukitumia ile mnyororo wa thamani wa taaluma yetu ya uuguzi, tunamaanisha ni mtiririko wa hatua ndogo ndogo ambazo mwisho wa siku zinakuja kuconstitute muuguzi anayekuja kutokea. Kwa hiyo kama utaingiza muuguzi ambaye vigezo vyake viko below standard, kuna mambo mengi ambayo yanaweza kujitokeza hapo. Kwa hiyo mimi nikichaguliwa kuwa rais wa chama cha wauguzi Tanzania, nitashauri kuhakikisha kwamba wauguzi ambao wanaingia katika vyuo vya uuguzi Tanzania wanakuwa na viwango vya pasi ambavyo vinawafanya waingie na kusoma wakiwa ni watu ambao wanajitambua, na utakuwa na uwepesi wa kuweza kuelewa na kutekeleza. Asante sana. Nakupa neno moja tu, malizia at least sema neno moja alafu uende ukae. Kwa hiyo nitafanya hivyo na kushauri mamlaka husika
ambazo zinahusika na kuhakikisha kwamba zina seti hizo standard, kuhakikisha kwamba tunapata wauguzi ambao wamekamilika kusoma kozi ya uuguzi. Asante sana. Asante sana. Sasa ni zamu ya kumwita mgombea mwingine, mgombea nambari 2 ili naye atoe hotuba yake. Karibu. Wauguzi na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kamwene. Asante sana. Kwa majina naitwa Wilson Fungameza. Ni afisa muuguzi kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili Mloganzila. Awali ya yote napenda kuwashukuruni wauguzi wote mliojumuika kwa siku hii muhimu kwa ajili ya kupata rais makini ambaye mwenye maono makubwa na kama ambavyo nimekuwa nikiyaonyesha. Ndugu wauguzi, kwa unyenyekevu mkubwa na kwa heshima nimesimama mbele yenu si tu fungameza, bali ni sauti ya matumaini, ni sauti ya mabadiliko na sauti ya kizazi inayoamini katika mageuzi taaluma yetu ya uuguzi. Ndugu wauguzi, naomba nielezee historia yangu kwa ufupi. Nina degree ya kwanza kutoka Chuo Kikuu cha St. John's. Lakini internship nilifanya katika hospitali ya Mbeya Rufaa ambayo tunaita Mbeya Zonal Referral Hospital, na baadaye kuajiliwa katika hospitali ya Mloganzila. Lakini namshukuru Mungu katika sehemu zote ambazo nimepita. Asante sana. Jana nilipozungumza nanyi asubuhi nilijitambulisha kwa mimi naitwa Fidelis Athmani, na nilijitambulisha kuwa mimi ndiye mwenyekiti wa kamati. Hivyo ninao wajibu wa kutoa miongozo kadhaa kabla ya wahusika kuja kushirikia jambo lililoko mbele yetu. La kwanza, jana nilisema na ninakumbusha, leo saa 12 jioni hii ndo mwisho wa kampeni. Jana nilisema na nakumbusha, leo saa 12 jioni hii ndo mwisho wa kampeni. Baada ya saa 12 atakayeonekana anafanya kampeni tusilaumiane, kwa sababu ni tangazo lililotolewa tangu mwaka jana hadi leo. La pili, kesho tutafanya uchaguzi wa kuwapata viongozi wetu wa NEC, viongozi wa chama cha TANA kitaifa.